na familia zao kabla ya wao kuoana, kabla ya mchakato kuendelea. Shemodi kasema hapa kwamba sisi aya ya kueleza watu kwenye sio nini, hadithi ya kuwasomea watu kwenye darasa la kabla ya ndoa, ziweza kuchagua mchumba zile, mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Ni kweli ukizungumza siku ya ndoa, ndani ndoa ishafungwa, mwanaume ataangalia kwa mwanamke yeye anayo, sio yenyewe alimuoa mwanamke, sio akafanana na baba yake. Kwa hiyo moja kwa moja ile kwamba kwa sura yake kafeli, sawa sawa, kwa uzuri wake. Ukija kwenye tabia nini, kwenye ukoo wake, ukoo ndio wacheza ngoma waliopindukia, tunafanyia naona kesha kwenye miguu huko, alafu shafeli hapo, sawa sawa. Yeye na sababu hiyo ukiangalia, kwa ukimweleza siku ile kwa sababu mambo yote manne mwanamke hana, inakuwaje? Anaona mimi hapa ni shabugi, hapa ni mshalie shabugi. Mwanamke vyombo atakavyofukwa siku ile, wakimtunza vile vyombo siku ile, akifika huko nyumbani kwake vyote anaandika majina, sababu anajua kwamba hana muda, wakati anafanyaje ondoka, vyote anaandika nini, majina. Na mwanaume bado anakula dawa, unaanza sasa mtelemko huko mko majani, kumbe sio mwenyewe. Wao wanaanza kutafuta mke mwenye sifa zile ambazo shehe kasema, sawa sawa. Lakini kuna hadithi nyingine Mtume anasema mwanaume akikujieni, sawa akikujieni mtu mkaridhia mambo mangapi? Mambo mangapi? Muozesheni. Jambo la kwanza dini yake na nini na tabia yake. Haya yanawahusu wazazi wenye watoto wa kike. Akikujieni mtu mkaridhia dini yake na tabia yake, muozesheni, sawa sawa. Nafasi hii kwa wewe kadhi inakujengea heshima kubwa ya kusimama kati. Alhamdulillah, Sheikh wa mkoa na binti yake kamlea kwenye maadili ya dini, yuko vizuri, ametoka zake Mchomoro, katoka zake Dar es Salaam huko, na kuja kuchumbia kwa Sheikh wa mkoa. Tabia za Mchomoro ni mbovu. Wewe kama muozeshaji unasimama kati, unajua tabia za Mchomoro, nenda kamshauri Sheikh wa mkoa kwamba shekhe, hii ni ibada na ibada hii si ya part time, sio kwamba binti ataondoka hapa saa 4 asubuhi saa 9 anarudi. Haya ni nini? Maisha. Huyu muoaji huyu si mtu sahihi kwa binti yako. Ndugu zangu, sio fitna. Useme sasa sio fitna, sio fitna. Tunafahamana sisi? Sio fitna. Wewe ukifahamu ndoa hii, huyu mume ni muhimi, na yule binti pale ameoa kwenye maadili mazuri ya dini, yuko vizuri, hii ndoa nenda shauri kwamba huyu mtu sio mtu sahihi, sio fitna. Kwa sababu gani? Unaenda kuokoa kizazi. Hawa hii ndoa ataenda kupata watoto, tunafahamiana. Unaenda kuokoa jambo moja kubwa sana kwenye maisha yao. Na ndio maana shekhe, uwatambue wale watu wanaenda kuoa na wale wanaenda kuolewa, uwatambue. Isiwe yale unasema wewe unakuja na chando kwa pesa yako, ndio shahada zile na kitabu kile kizito, unaona shahada zile kwenye mfuko, umekunja kanzi yako kwenye bodaboda, kama nimechelewa bwana safari. Hapana. Tuko pamoja? Umuhimu wa sheria ya ndoa. Kwanza, kulinda ndoa halali kwa mujibu wa dini. Hii ndoa anakuja kulinda kwa sababu kwanza inaenda kuondoa wale waozeshaji vishoka wale, na inawataka watu sahihi ndio wawe watu wenye kuozesha ndoa. Kama vile Sheikh amezungumza, ni kweli. Mimi zake nilikuwa kwenda sehemu moja, kulikuwa nimeenda kutoa semina fulani msikitini kama hapa, adhuhuri imefika adhuhuri. Baada ya swala imamu anatangaza, jamani, tulio tusitoke, kuna ndoa hapa.
Mwoaji amefika na wali pia keshafika. Kwa hiyo wale hata walio mafunzo subiri kidogo, dakika 10 tuanzishe ndoa. Tukishamaliza mtaendelea na taratibu zenu. Sawa. Mimi nilikuwa nimekaa pembeni na shehe wangu mmoja wa kata moja, tulikuwa tumekaa tunazungumza pale. Imeanza kasogea pale muozeshaji. Shekhe, hiyo hutuba ya ndoa hiyo. Soma mlango wa 3 wa Maulidi huko. Nawaambieni. Kwa hiyo hii nukta, kulinda ndoa halali kwa mujibu wa dini, hapa nataka wale watu walio sahihi. Na wewe huko uliko ukijiona ni dhaifu, haujui taratibu hizi za ndoa na utaratibu wake, nenda kwa shekhe wa mkoa, mwambie shekhe, nimekuja niwekee darasa, mimi nataka kujua taratibu hizi za ufungaji wa ndoa, hutuba na kuwali mpaka ndoa ile inasihi. Usibebe dhima ukaja kusimama kwenye mahakama ya Allah kesho kwa kufuata tu 20,000 hizi, sitakuingiza motoni. Tuko pamoja mashehe zangu? Lakini jambo lingine, nasema sheria hii inatambua ndoa ya Kiislamu ikiwa zitaelekezwa kwa masharti halali, yani ridhaa ya muolewaji na muoaji, mahari, mashahidi, wali na kadhalika. Lakini pia sheria inatambua kuhusu ndoa ya mitaala kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu. Ina maana huyu mtu akiwa tayari na ujuzi wake atajua kwamba swala la mahari ni moja katika nguzo za ndoa. Atajua kwamba uwepo wa mashahidi ni katika nguzo za nini? Atajua pia wali kwamba ni mtu muhimu, na hapa mashehe zangu hapa. Tuliko wengi tunaenda kufika tu kwenye kuozesha pale, hatuhoji. Atuulizi, wewe bwana, wewe huyu unataka kumuozesha, uko na ADP? Unaeje huyu? Wengine wajomba wanakuja kuozesha ndoa katika mtoto wa halali, mjomba hana nafasi, hayupo katika orodha ya mawalii. Wanachuona wamepeza mjomba kwenye mtoto wa kitanda huko, mtoto wa zinaa huko, sio mtoto ambaye kutoka wa halali ndani ya ndoa. Mjomba hauna nafasi, haupo. Lakini sisi wajomba ndio tunanguka, ni babake huyu kasoro maziwa tu. Tuwahoji, wewe unataka kuozesha ni nani? Ni baba yake mzazi. Ndoa ya halali mwanao ulimuoa baba yake huyu, mama yake mtoto, ni kweli halali. Mujiridhishe. Pengine anakuja kuozesha kaka, mambo yatakiwa uyajue katika mlolongo huo uwali, ule mlolongo wote kutoka babu kuja huko mpaka kuja kwa kina kaka huko. Sawa sawa, unataka ujue vile vigezo vyake vile.